Karibuni ndugu watazamaji, niliopo hapa mbele yenu ni daktari wenu Daktari Chikaramoto. Niko hapa na waleteni vipindi vya aina mbalimbali ambavyo vinatuelimisha na vinatuweza kutufundisha mambo mengi. Kwa siku ya leo ningependa tuendelee na masomo yetu, na masomo yetu tunayoendelea nayo leo ni masomo yanayohusiana na ndoto. Elimu ya ndoto nimekuwa nikiwaletea sana na nimekuwa nikiwaletea mara nyingi. Ninawaletea nikiwa na maana. Kwa nini ninawaletea elimu ya ndoto? Kwa sababu ni ujumbe ambao wewe bila hata kwenda kwa mtaalamu, bila hata kuja kwa Daktari Chikaramoto, unaweza ukajipatia ufumbuzi mwenyewe na ukajitatulia tatizo pasina kumshirikisha mtu yoyote na pasina kwenda kwa mtaalamu yoyote wala kumuhusisha awe ni mwalimu, awe ni shehe, au sijui ni mchungaji. Ikawa ni siri yako wewe mwenyewe, kwa sababu kuna ndoto ambazo ni za kuelezea na kuna ndoto ambazo ni za siri. Kwa hiyo ndoto inaweza kuwa ikaashiria ikakuonyesha kwamba mke wako anakufanyia kitu kibaya au mume wako anakufanyia kitu kibaya. Sasa wewe unapoenda kuwashirikisha hao watu, tayari mtu hata kama anajua tafsiri, ina maana ni ngumu sana kuweza kukupa neno la kweli, kwa sababu anajua hii ndoto inaashiria huyu jamaa mke wake anachepuka, au inaashiria huyu mume wake anachepuka. Kwa hiyo inabidi unakaa kwenye mafumbo tu. Lakini kama umejua wewe mwenyewe, unajua wewe uitunze hii siri vipi na uitunze hiyo aibu ya familia kwa njia gani. Sasa siku ya leo ningependa kuwaletea ndoto ya kuhusu ni jinsi gani mtu anaweza kujitambua au anaweza kujua kwamba ameingiwa na jini. Kwa mfano, kama ukiota ndoto ukaota umepigwa na radi, kama ukiota ndoto umepigwa na radi, uko katika ndoto ukahisi kwamba unatembea ukaona kama umepigwa na radi katika ulimwengu wa ndoto, hiyo ndio sio ndoto nzuri. Ina maana swala lile la kupigwa na radi, ina maana wewe tayari katika mwili wako kuna jini ameingia katika mwili wako. Sasa nilishawaeleza athari za kuishi na majini. Sasa jini wa namna hiyo anayekuja kwa njia ya radi anakuwa ni jini mbaya. Hata huyo jini kashafanya mwili wako umekuwa ni makao. Kwa unaweza kukuta huyo jini akawa anakutumikisha kingono. Na nilishawaambia, kwa sababu kuna watu wanashindwa kuelewa. Kuna hawa majini ambao wanakukumba au kuna majini wanaotumwa. Wanaweza kuanza kukuingilia kimwili. Na sio wanawake tu. Kuna watu nilishawashauri siku moja, nikawapa elimu moja na nikawaambia msiweze kuwaona kwamba watu wanaingia kwenye mapenzi ya jinsia moja kwamba wametaka. Wengine wanakuwa ni vitu ambavyo wamepandikiziwa kutoka wakiwa wadogo. Kuna majini yaliwakumba wakiwa wadogo, wakiwa wanatumikishwa. Sasa ile hali na tabia hii moja. Kama mtu akianza kutumika na majini akiwa mdogo, ina maana kile kitendo akisha kizoea, akishaanza kutoka kwenye kutumika na majini akaenda kutumika na mwanadamu. Yani kama mtu anaingiwa kinyume na maumbile na jini, akaenda kuingiliwa kinyume na maumbile na mwanadamu, tayari yule jini anakimbia, tayari wewe unaendelea, ule mchezo unakuwa kama ni ugonjwa. Kwa kuna watu ambao si wa kuwahukumu. Inatakiwa ni wewe ni jinsi gani ya kuwatoa katika ile dimbu. Na familia inahusika sana kupoteza hawa watoto. Unakuta mtoto anaingia kwenye changamoto, wazazi wanashindwa kutatua lile tatizo kwa wakati, wanaacha yule mtoto anakuwa nalo, au wanaona dawa ya kuwafanyia hawa ni kuwatenga. Usiwatenge. Yani mtu kama ukiona anafanya kile kitendo, hebu mwite, mwambie akupe kwa nini anafanya vile, mwambie historia yake. Atakwambia hadithi ngumu sana, atakueleza hadithi ngumu sana ambazo sasa wewe akikueleza zile hadithi ndio unaweza kujua sasa huyu mtu namtoaje huku namsaidiaje. Na hivi vitu vinaachika. Kama mtu amekumbwa na jini ambaye ni mjini anayemtumikisha kingono, tunamwanchisha na mtu anabadilika kabisa. Ndugu zangu, hata kama yuko kwenye hali za namna gani, anabadilika. Msiwahukumu.
kuna wengine hawakuanza tu, kuna vyanzo ambavyo ni vyanzo ambavyo wao wenyewe hawakupenda. Kwa hiyo ukisikia au ukiota kwamba kuna jini yani kuna radi imekupiga usingizini au umechomwa na radi, jua huyo jini sio mzuri aliyekuingia, ni jini atakaye kupeleka kwenye ufirauni, kwenye mambo ya kijinga, kwenye mambo ambayo sio mazuri. Uwe ni mwanamke au uwe ni mwanaume, hizo ndoto zinakuwa sio ndoto nzuri. Kuna jambo moja ambalo nilitaka niliunganishe hapo, ni kwa ajili ya kuwapa elimu. Ukiota ndoto umeona kobe, umemuona kobe, ukiota kobe umemuona ndani ya biashara yako, ukiota kobe umemuona katika biashara yako, yani sio tu unaota, kwa sababu kuna ndoto nilishawaeleza zinazohusiana na kobe. Nafikiri ukizifuatilia kwenye YouTube yangu utaona tofauti na hii niliyokuelekeza. Mimi nataka nielezee hii kwa sababu kuna mtu anaweza kuwa alishasikiliza ile ndoto akaona na hii akaona ina maana tofauti. Ina maana tofauti, lakini zote zinahusiana na kobe. Ni sawa? Hii ni ukiota kobe akiwa ndani ya biashara yako. Yaani umeota usingizini kwamba labda una genge au labda una duka. Katika lile duka ameingia kobe. Ina maana biashara yako inakwenda kudolola. Biashara yako inakwenda kitaratibu. Yaani kama biashara yako ilikuwa inakwenda kwa kasi, elewa sasa biashara yako inakwenda kudolola kama mwendo wa kobe. Kwa hiyo ndoto hiyo inakuashiria kwamba bwana, changamka, biashara yako inakoelekea inaenda kudolola, hebu iamshe hiyo biashara. Kama kuna dua, kama kuna visomo, jitahidi kuvisoma ili biashara yako isiende kule ambako imekubashiria kuhusu kobe akiwa kwenye biashara yako. Ndugu zanguni, siku ya leo nilitamani niwaletee hiyo elimu, hizo elimu mbili. Kuna hiyo elimu ya kupigwa na radi usingizini na kuna hiyo elimu ya kobe. Asanteni kwa kunisikiliza. Kama utakuwa na changamoto yoyote, utaweza kupiga hizo namba za simu ambako kuna namba ya YouTube humo, kuna namba ya WhatsApp ambao ni hiyo ambayo inatumika YouTube, ni hata WhatsApp ni hiyo. Usisite kunipigia, utanipata masaa 24 napatikana. Asanteni kwa kunisikiliza na karibuni sana.